Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Ijumaa. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Yohane sura ya 7 aya ya kwanza hadi ya pili, aya ya 10 na 25 hadi ya 30. Yohana anazungumza habari za Yesu Kristo ambaye alikuwa akitembea katika maeneo ya Galilaya, kwa sababu hakutaka kutembea maeneo ya Uyahudi, maeneo ya Yerusalemu, kwa sababu Wayahudi walikuwa wakitafuta kumuua. Kwa nini alipendelea kutembea maeneo ya Galilaya? Tunafahamu wazi kwamba alikataliwa nyumbani kwao Nazareti, na baadaye akatumia muda wake mwingi katika eneo la Galilaya, maeneo ya Kapernaum, akihubiri habari njema, akawapata wafuasi wengi sana na watu wengi wakamfuata, na alifanya miujiza mingi katika habari za kuwalisha watu zaidi ya 5,000, kumponya yule aliyekuwa binti Yairo, vile vile pia hata kuweza kuwafanya wengine ambao walikuwa vipofu wakapata kuweza kuona. Tendo hili ambalo Yesu alilifanya katika maeneo ya Galilaya ilipelekea Wayahudi waliokuwa wanaishi maeneo ya Yerusalemu kuweza kuwachukia hadi wa Galilaya, kwa sababu asilimia kubwa walimfuata Yesu na walimwamini sana Yesu, na wakaanza kupanga mipango ya kutafuta kuweza kumuua, kwa sababu alipokuwa maeneo ya Uyahudi Yerusalemu aliweza kumfanya yule aliyekuwa amepooza kwa muda wa miaka 38 akaweza kutembea. Basi ikafika sikukuu ya vibanda. Sikukuu ya vibanda ilikuwa ni moja ya sherehe 3 kubwa katika dini ya Kiyahudi, ambapo Wayahudi walikuwa wanakumbuka kipindi kile ambacho wazazi wao walikaa jangwani kwa muda wa miaka 40. Walikuwa wanafanya sherehe hiyo kwa muda wa siku 8. Wanakuja Yerusalemu, na kila aliyekuwa ni Myahudi ambaye alikuwa anaishi karibu na Yerusalemu, umbali wa maili 15, ilikuwa lazima aje kwenye hiyo sherehe ya vibanda, wakikumbuka wazazi wao walivyokuwa kule utumwani katika jangwa zaidi ya miaka 40. Yesu naye, ingawa anajua wazi kwamba walikuwa na mpango wa kuweza kumuua, naye akaenda kwa sababu ndugu zake walikuwa wamekwenda, ila hakwenda kwa wazi, alienda kwa siri. Tunajifunza jambo hapa kwamba habari za kimungu, sherehe za historia ya taifa la Israeli, makusanyiko ya watu wa Mwenyezi Mungu ambao yalikuwa yanawapelekea pale Yerusalemu kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu aliyekuwa amewaongoza Waisraeli miaka 40, hayakumfanya Yesu, ingawa walikuwa wanataka kumuua, aache kutokwenda katika kusanyiko la watu wa Mwenyezi Mungu. Watu wengine katika maisha ambayo tuko nayo, maneno tu yakitokea kanisani, maneno yametokea katika kusanyiko la watu wa Mungu kwenye jumuiya ndogo ndogo, maneno yametokea kwenye vikundi vya sala, maneno yametokea sio maeneo mbalimbali ya ibada, mtu anazila, siende kanisani, siende kwenye ibada, siende kwenye jumuiya, siende katika kusanyiko hili kwa sababu wamenisema, kwa sababu wananisema vibaya. Mwangalie Yesu, wanapanga kumuua Wayahudi, lakini yeye hakusita kwenda katika kusanyiko la Mwenyezi Mungu. Alijua lile aliyokuwa analitafuta mbele za Mwenyezi Mungu. Nenda kanisani hata kama kuna watu wamepanga mambo mabaya juu yako, kwa sababu unayemtumainia ni Mungu ambaye ana uwezo mkubwa zaidi. Usiache kukusanyika katika kusanyiko kubwa la watu wa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya maneno, kwa sababu ya mipango mibaya ya baadhi ya watu ambao wanakupangia. Na kwa nini alienda kwa siri? Ulikuwa wakati wake haujatimia. Na hapa anatufundisha kitu kimoja kikubwa sana, kwamba jitunze sana katika safari ya maisha yako. Tunza nafsi yako, usije ukajipeleka katika maeneo ya hatari, kwamba kwa sababu nina upako, kwa sababu Roho Mtakatifu yuko pamoja na mimi, kwa sababu nimebatizwa, sitaweza kupata mabaya. Hapana. Yesu alijua mipango hiyo, akaamua kwenda kwa siri, alijificha, alijitunza ili wakati wa Bwana uweze kutimia. Kuna watu wana kiburi cha uzima, kwa sababu anajiona ana uwezo, ana karama fulani ambayo amepewa na Mwenyezi Mungu. Yuko tayari kwenda kila mahali, yuko tayari kuweza kujionyesha hata katika maeneo ambayo sio salama. Kwa nini? Ni kwa sababu ya maonyesho.
mtu wa Mwenyezi Mungu, Yesu Kristo anatufundisha kwamba lazima kuna kipindi uende kwa siri, kuna kipindi ujifiche, kuna kipindi utembee katika utulivu, kuna kipindi usiongee, ili Mwenyezi Mungu aje akuinue kwa wakati wake. Basi alipofika Yerusalemu, alienda moja kwa moja hekaluni, na alipofika pale, watu wengi, watu wa kawaida walipomwona wakasema, huyu si yule anayemtafuta waweze kumuua? Mbona anasema wazi wazi, na wale waliokuwa na mpango wa kuweza kumuua hawamwambii neno lolote? Watu wakasema, yamkini wakuu wanajua kwamba huyu ndiye Kristo. Lakini wakasema, mbona huyu tunamjua anakotoka, anatoka Nazareti. Lakini Kristo imeandikwa katika Biblia kwamba hakuna ajuaye atakakotoka. Kwa hiyo hapa tunajifunza kwamba watu waligawanyika katika maeneo mawili: wakuu wa viongozi wa dini ambao walikuwa ni Mafarisayo, walikuwa Masadukayo na wakuu wa makuhani. Hawa waliunganika katika kumuua Yesu. Watu wa kawaida waliokuwa na maisha ya chini, wanyonge, wasiokuwa na kipato, ambao walikuwa wanategemea huruma Mwenyezi Mungu, wakamuona kwamba huyu ni Kristo. Kwa nini viongozi wa dini walitaka kuweza kumuua? Mafarisayo walitaka kumuua kwa sababu walimuona Yesu alikuwa anavunja sheria, zile sheria za Kiyahudi. Na Masadukayo ambao walikuwa ni matajiri, walikuwa wanashikilia fedha katika lile hekalu, na Yesu alienda katika lile hekalu akavunjavunja zile ibada zao, na alipovunjavunja wakamwona kwamba huyu hapa anakuja kuharibu utaratibu wao, utajiri wao, na mambo yao ya kisiasa yataharibika. Ndio maana wakawa na mpango kuweza kumuua. Kwa hiyo walikuwa wanataka kumuua kwa sababu Yesu Kristo alikuwa anaharibu vitu vyao ambavyo vilikuwa vinawapelekea waweze kuishi. Tumwombe Mwenyezi Mungu sana kwamba wanaokataa mara nyingi sana mipango ya Kristo katika maisha si watu wa kawaida, ni viongozi. Viongozi wa dini wanaweza kusimama wakawa kinyume na mipango ya Kristo, kama hawa Masadukayo na Mafarisayo na makuhani walivyokuwa wamefanya. Halafu wenye jicho la kuweza kumwona Kristo, wenye jicho la kuweza, wenye sikio la kuweza kumsikia Kristo anasema kitu gani, ni watu wa kawaida. Angalia, watu wa kawaida hawa wanamwona, nasema huyu hapa ndiye Kristo. Lakini Mafarisayo, Masadukayo wanamwona kama ni mvunja sheria na anastahili kuweza kuuawa. Tumuombe Mwenyezi Mungu tunaposikia neno hili kwamba tupate nguvu ya kumwona Kristo kila siku katika neno lake. Tumuone Kristo kupitia watu, tumuone Kristo kupitia maisha ya kawaida ambayo tuko nayo, na baadaye pia tusipigwe upofu kama hili kundi la hawa Mafarisayo na Masadukayo ambao walikuwa na mpango wa kuweza kumuua Yesu. Basi Yesu akapaza sauti hekaluni, akawafundisha, akasema, mimi mnajua ninakotoka, na wala akasema, mimi mnanijua na huko nitokako mnakujua. Lakini anasema, sikuja hapo duniani kwa ajili ya nafsi yangu, ila yeye aliyenipeleka ni wa kweli, ambaye ninyi hamumjui. Ninyi amesema kama mimi ninamjua, kwa kuwa nimetoka kwake, naye ndiye aliyenituma. Na anaanza kuzungumza kile ambacho baadaye watakuja kumhukumu kwamba anajifanya ni mwana wa Mwenyezi Mungu, kwamba ametoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hakuacha kuweza kuwafundisha watu hekaluni, hakuacha kutenda mema zaidi ya vitisho ambavyo Yesu alikuwa navyo. Mwenyezi Mungu atutie nguvu sana katika safari ya maisha. Tunapopita katika nyakati ngumu za vitisho, katika hali mbaya, tusisite kutenda mema, usisite kuweza kuwafundisha watu. Utamkuta mama anapita katika kipindi kigumu katika familia ambacho kuna changamoto ya ndoa, anaacha kutoa maelekezo kwa watoto, anaacha kuwafundisha watoto habari za neno la Mwenyezi Mungu, anaacha kuwafundisha maisha kwa sababu ya ugomvi kati yake na mume wake. Baba, kwa sababu ya ugomvi wake na mama, anaacha kuwafundisha watoto neno la Mwenyezi Mungu, anaacha wajibu wake, anazila katika swala zima la majukumu yake kwa sababu ana hofu. Yesu ambaye ni mwana wa Mungu, kifo kilikuwa mbele yake, lakini aliendelea kufundisha. Tutende mema hadi katika nyakati ngumu, kwa sababu aliyekuwa ndani mwetu ni mkubwa zaidi, na kwa sababu tunayoyafanya haya si kwa ajili ya nafsi zetu, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.